Naam. Bwana Yesu asifiwe. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu, lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yako. Namshukuru Mungu kwa namna ambavyo Mungu ameendelea kukutetea katikati ya maisha ulionayo. Maisha ulionayo umekuwa ukipitia changamoto nyingi, umepitia magumu mengi, lakini Mungu ameendelea kuwa pamoja na wewe. Basi nikukaribishe siku ya leo tujifunze somo linalosema maono huleta maendeleo. Maono huleta maendeleo ya mtu binafsi au taifa. Lakini tutasimamia kile kitabu cha Mithali sura ile ya 29, tutasoma ule mstari wa 18. Lakini kabla hatujasoma hiyo mistari, natamani nifafanue kidogo nini maana ya neno maono. Napozungumza maono kwa maana rahisi, tunaweza tukasema ni picha ya mambo ya mbele ambayo kwa sasa hayaonekani dhahiri na huwezi kuyagusa au kuyaona kwa macho ya nyama, bali katika ulimwengu wa roho. Au tunaweza tukasema tunapozungumza habari ya maono, ni mwisho maalum ya mambo yajayo, na ili mtu aweze kuyafikia hayo maono yake ni lazima apite njia maalum kwa namna ya rohoni. Ni lazima apite njia maalum kwa namna ya rohoni. Watu wengi wamekuwa wakifanya kazi, lakini mpaka sasa ninazungumza hawajafaidi matunda ya kazi zao. Ni kwa sababu ya kukosa maono juu ya kazi zao ambazo wanazifanya. Wewe ni daktari, wewe ni mwalimu, wewe ni mfanyabiashara, wewe ni mkulima, wewe ni mfugaji, haujaenjoy kazi za mikono ambazo unazifanya kwa sababu ishu ya maono haunayo ndani. Hebu ngoja kwanza tusome kile kitabu cha Mithali sura ile ya 29. Tutasoma ule mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, pasipo maono watu huacha kujizuia, bali anaheri mtu yule ashikae sheria. Pasipo maono watu huacha kujizuia. Maandiko haya yana maana gani?